الحمد لله ذي الجلال والإكرام مدبر الليالي والأيام، أنعم علينا بنعم لا تحصى وأفضلها نعمة الإسلام، وأكرمنا بأفضل شهر الذي أنزل فيه القرآن وفرض فيه الصيام، ألا وهو شهر رمضان، شهر كثرة العبادة لا شهر النوم والطعام. والصلاة والسلام على خير الأنام المبعوث بدين اليسر والسماحة والسلام، وعلى آله وصحبه البررة الكرام، أما بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة 1000 مرة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضبي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. رواه الترمذي. وقال الشاعر: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لقيتها ضرابها. أما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى alitupatia neema nyingi, neema ya Uislamu na neema ya afya na neema uzima na neema ametujalia sisi tukaja tukaswali salatu dhuhuri pamoja na jamaa. Hii ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia. Maambia alayhi salatu wassalam, wao walikuwa naomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie wao na vizazi vyao miongoni mwa kusimamisha swala. Nabii Ibrahim alayhi salam alikuwa anasema: rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati, ewe Mola wangu nijalie mimi miongoni mwa wenye kusimamisha swala, mimi na kizazi changu. Na sisi sote hapa tunahudhuria kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala. Hii ni neema kubwa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia. Na leo nimependelea tuzungumzie visa vya masahaba. Masahaba ni watu aina gani? Masahaba ni wale ambao kwamba wamemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamemwona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakamwamini na wakafa wakiwa na hiyo imani. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua wao ili wawe miongoni mwa wanaosuhudiana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na leo tutarukuu katika kitabu cha Suwaru min hayati sahaba, mujallad thani. Na katika sahaba ambao kwamba tumependelea tuzungumzie ni Abdullah bin Rawah. Na kabla sijaingia katika mada, nimependelea nitoa wasia moja. Kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، يقول: اللهم اغفر
lahu Allahumma arhamhu. Rawahu al-Bukhari. Abi Hurairah amepokelea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume anasema hakika malaika tusalli ala ahadikum, wanamswalia yani wanamwombea rahma mmoja wenu, maadamu tukuswala muda kwa kwamba anakuwa ile sehemu aloswali salatu faraid, ameswali baada ya swala akaketi na atafanya istighfar zake, wote malaika anakuombea rahma. Mala mjib wakati alipokuwa hajavunja udhu, kuna udhu wake kamili, au malaika wanasema nini? Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ewe Allah samehe, ewe Allah muonee huruma, wanakuombea rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi takana baada ya kumaliza swala tusiwe na haraka kutoka, takana tuwe na subra na tuketi tufanye istighfar zetu ili tupate dua ya malaika. Dua ya malaika ni bora sana. Na tukiingia katika mada ya Abdullah ibn Rawah, rahmatullah ibn Rawah, innahu yuhibbu majalis allati tatabaha biha almalaika Muhammad Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rahmatullah ibn Rawah, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu Abdullah ibn Rawah, fa innahu yuhibbu majalis, wanaitawa Abdullah ibn Rawah anapenda vikao alati tatabaha biha almalaika, vikao ambavyo kwamba malaika wanajifunia navyo, vikao vya dhikri na vikao aina vikao vingine vya kusoma Qur'an na vikao vya kufundishana. Sasa Abdullah ibn Rawah alikuwa anapenda hivyo vikao. Qala Abdullah ibn Rawah, aqsamtu ya nafsu la tanzilanna aw la tukrahanna, mali araki takrahina aljanna, hal anti illa nutfatun fi janna. Abdullah ibn Rawah aliyatoa haya mashairi katika mwisho wa maisha yake, huyu sahaba Abdullah ibn Rawah. Wa khatama akhir fasl min fusuli siratihi alhafilati bilbutula, na alimaliza maisha yake, maisha ambayo kwamba ndani yake yamejaa na ushujaa walfakhr, na maisha ambayo kwamba ndani yake yamejaa fahari kubwa, almusharati binuri tuqa, maisha ambayo kwamba yamejaa ndani yake nuru ambayo kwamba inatakwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada. Kana Abdullah ibn Rawah yawma ahalla an-nur an-nubuwwati ala Makkah, huwa Abdullah ibn Rawah wakati ilipochomoza nuru ya utume ndani ya mji wa Makkah, shairan fahlan, ilikuwa mshairi mkubwa, mishuara yake miongoni mwa wale waliotoa mashairi katika mji wa Yathrib ambao kwamba ni mji wa Madina, wa sayyidan marmuqan fi sadat al-Khazraj, na bwana katika mabwana wakubwa katika kabila la Khazraj. Wama in balaghatu da'watul huda wal haqq, wakati ilipofikia ujumbe wa uongofu na haki, yani ujumbe wa Uislamu, hata sharaha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia kifua chake katika Uislamu na taslimu, wa wadaa sinanahu wa lisanahu fi ta'ati Allah azza wa jalla wa mardati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Wa wadaa sinanahu, akaweka upanga wake na mkuki wake na mshale wake na silaha zake na ulimi wake katika kutii Allah subhanahu wa ta'ala na kumridhisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad nafaha an nabii karim bishi'rihi a'zam manafi, na alimsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia mashairi yake mahali pakubwa sana.
na pia alimsaidia da'wati bibayanihi, katika da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsaidia kwa ubainifu wake. Alikuwa na ubainifu wa maneno, ana ufasaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna min al-bayani la sihra, hakika katika miongoni wa ubainifu wa maneno ndani yake kuna uchawi. Mtume hakumaanisha uchawi wa uganga, lakini alikuwa anakusudia yale maneno huwa anamtega mtu. Sasa huwa Abdullah ibn Rawah maneno yake alikuwa anatega mtu. Sasa alikuwa akimsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia maneno yake kufanya da'wa. Faanzala Allahu fihi wa fi sahibaihi Hasan bin Thabit wa Ka'b bin Malik al-istithna khasatan lilmu'minina shu'ara wa akhyarihim. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya kuwavua katika hukumu yeye na Abdullah ibn Rawah na wenzake wawili ambao ni Hasan bin Thabit na Ka'b bin Malik. Huyu Hasan bin Thabit pia naye pia kwa kumsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna siku walikuja kabila la Banu Tamimi ndani ya mji wa Madina. Walipokuja wameenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huko wakitoa mashairi na wakipatia fahari wakijisifu. Baada ya kumaliza, Hasan bin Thabit akaingia na akatunga mashairi yake akisema inna tawaiba min fihri wa ikhwatihim qad bayyanu sunnata an-nas tuttaba'u yarda biha kullu man kana sariratuhu taqwa al-ilahi wa bil amri alladhi shara'u qawmun idha harabu darbu aduwwahum aw hawalu naf'an fi asha'ihim nafa'u sajiyatun tilka minhum ghayru muhdathatin. Akatoa mashairi yake kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada hapo ile kabila lote wakasilimu wale viongozi. Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha aya kwamba inasema katika sura Ash-Shu'ara, inasema wash-shu'ara yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya ambayo kwamba inawaponda hao waliotoa mashairi, na alisema Allah subhanahu wa ta'ala hao wanaotoa mashairi wanafanya mambo ambayo kwamba wao hawayafanyi. Wanaingia kila mahali masokoni kwa wafalme, wanatoa mashairi na kusifu sifa ambazo kwamba hana. Wengine wanaenda kwa mfalme wanamwambia anta kashamsu walmuluku kawajibu, wanasema wewe ni kama jua na wafalme wengine ni kama nyota tu. Idha talahta hao, yaani ukichomoza na ukitokeza wewe, hao wengine hawana maana, wanapotea. Sasa alikuwa anapata watu sifa za kama jua na walikuwa hawana hizo sifa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha hii aya kwa inawaponda. Sasa Abdullah ibn Rawah na Hasan bin Thabit na Ka'b bin Malik walikuwa na huzuni sana, walijua wao washangamia. Thumma istathna Allah subhanahu wa ta'ala ila Abdullah bin Rawah wa fi sahibihi. Allah subhanahu wa ta'ala akawafua katika hii hukumu Abdullah bin Rawah na wenzake wawili ambao ni Hasan bin Thabit na Ka'b bin Malik, akasema illa alladhina amanu wa amilu salihat wa dhakaru Allah kathira. Akasema isipokuwa wale ambao kwamba walioamini, yaani wameamini Allah subhanahu wa ta'ala bil yawmil akhir wa bil qadar, arkanu iman ndio mzamini, na wa amilu salihat, na wakafanya mambo mema, wakaswali mambo mema, wa dhakaru Allah kathira, na wakamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya alikuwa anakusudia Abdullah bin Rawah na wenzake wawili. Fa'alunaka akram karamatan wa a'azzu 'izzatan min an yunzila Allah fi sha'ni bil Qur'an. Je, kuna ukarimu zaidi ya huu karimu na utukufu zaidi ya huu utukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ateremshe kuhusu kitu fulani ndani ya Qur'ani? Hii inaonyesha kuwa huyu Abdullah bin Rawah alikuwa na cheo kwa sana. Wa yutla na'tuhu, na zisoma sifa zake,
allati na'atahu Allah, ambazo kwamba hizo sifa Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu nazo, ana al-layli wa atrafa an-nahar, zisoma usiku na zisoma mchana, wa yastamira tilawata, unazisoma hizo sifa zao ila an yarda Allahu al-ardha wa man 'alayha, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala aisimamishe kiyama. Shahida Abdullah bin Rawah bai'at al-Aqaba. Huwa Abdullah bin Rawah alishuhudia na alikuwa miongoni mwa kumpatia bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bai'at al-Aqaba. وجعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أحد القبائل الذين أمرهم على قومهم. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanya huwa Abdullah bin Rawah kiongozi wa wale ambao kwamba miongoni mwa viongozi ambao kwamba aliwaweka katika makabila yao. فنعم الأمير ونعم المؤمر. ومنذ أسلم الفتى الخزرجي، na kutoka aliposlimu kijana wa Khazraj, Abdullah bin Rawah alikuwa yeye ni katika kabila la Khazraj, kutokana na kabila la Khazraj. Sasa kutoka aliposlimu azama ala an yaj'ala hayatahu kulluha fi ta'atillah, akaamua na akaweka azma kuweka maisha yake yote katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Faqada jamia amrihi abidan mujahidan, akamaliza maisha yake yote hali ya kuwa yeye anafanya ibada na mujahidan, na anafanya jihad kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qawwama bil-layl sawwama bin-nahar, ni mwingi wa kusimama usiku na ni mwingi wa kufunga mchana. أخبر عنه أبو الدرداء رضي الله عنه لقد رأيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار شديد الحر. Abu Darda anatoa hadithi, anasema tumejiona sisi tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya safari zake, siku ambayo kwamba unajua kali sana. حتى إن الرجل لا يضع فوق رأسه من شدة الحر، mpaka mtu anaweka mkono wake juu ya kichwa chake kwa sababu ya jua kali. Wama fi qawmi saim, na katika sisi sote hakuna mtu ambaye kwamba amefunga illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye alikuwa amefunga, wa Abdullah bin Rawah na Abdullah bin Rawah au bin al-Quraysh. Laqad shahida ibn Rawah ma'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam Badran wa Uhudan wa Khandaq wa Hudaybiyah wa Khaybar. Na Abdullah bin Rawah alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika vita vya Badri na vita vya Uhud na vita vya Khandaq na vita vya Hudaybiyah na vita vya Khaybar. وفي السنة الثامنة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3,000 من جند المسلمين إلى بلاد الشام للقاء الروم واختبار أمرهم. Na katika mwaka wa 8 Hijria kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akure kutoka Makka kwenda Madina. Ilipofika mwaka wa 8 Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma watu 3,000 waenda katika miji ya Sham kupambana na Warumi na kuwachunguza. Na sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuma ile jeshi ilikuwa amemtuma Harith mtumwa wake, ametuma mjumbe amepatia barua aenda akapeleke katika miji ya Sham kuwalingania watu katika Uislamu. Alipofika njiani akatoka mtu akamvamia na akamua. Alipofika miji ya Sham akauliwa huko, na mtu yoyote ambaye kwamba ametumwa na ana ujumbe hakuwa kawaida hauliwi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika, akatuma jeshi. Walaqad amara al-jeshi maulahu Zaid bin Harith, na alimweka mkuu wa jeshi ni mwashauri wake Zaid bin Harith. Na huyu Zaid bin Harith kisa chake kina huzuni sana, na kisa chake kirefu.
Alikuja alipokuwa mdogo, babake alimchukua akapeleka katika familia zao katika miji mingine, alichukua akapeleka kwa wajomba zake. Alipofika huko wakavamiwa, ile sehemu wakavamiwa na Abdullah bin Rawaha, akashikwa kama mateka. Na Zaid bin Harith akashikwa kama mateka, na alipochukuliwa, alipouzwa, akafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mtume na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa miongoni mwa wale wajomba zake walikuja kufanya haji Makka, alipokuja akamwona Zaid bin Harith, akamsalimia na wakajuana, akarudi akaenda kuwaelezea wazazi wake wakaja wakamuulizia, wakapata tumwa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema, wakalalamika, wakaomba Mtume sallallahu alaihi wasallam amwache huru. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukataa wala hakupinga, akamwita Zaid bin Harith na akamwambia, unataka kubaki na mimi ama unataka kwenda na hawa? Akasema, nataka kubaki na wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkarimu, anasema hakuwahi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuniambia kitu chochote la maafalu ambapo kwamba sijafanya. Kwa nini hujafanya hivi? Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amlaumu, na wale kitu wamekifanya, kwa nini umefanya hivi, kwa nini umefanya hivi? Hajawahi Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia. Sasa akamwanga huyu kiongozi wa jeshi, wakati Mtume akasema, in qutila au usiba Zaid faqaidu jeshi Jaafar bin Abi Talib, akasema aliuliwa Zaid au akapatwa na jeraha kubwa, yaani hatuwezi kupigana, basi kiongozi wa jeshi ni Jaafar bin Abi Talib. Na Jaafar bin Abi Talib yeye alifanya hija kuelekea Habash katika hija fulani hija pili, na alipofika kule wale Makuraishi wakafanya vitimbi vyao kuwarejesha. Walipofika kwa ufalme, kisa kirefu kinajulikana maarufu, Jaafar bin Abi Talib akawa anajibu zile maswali zao. Sasa akasema, fa in qutila au usiba Jaafar faqaidu jeshi Abdullah bin Rawaha, akasema atuliwa au alipata na jeraha huku Jaafar, basi kiongozi wa jeshi atakuwa ni Abdullah bin Rawaha. Fa in qutila Abdullah bin Rawaha au usiba falyahdhar almuslimina rajulan minhum yaj'alunahu amiran alayhim. Akasema akiuliwa tena kwa Abdullah bin Rawaha akipata jeraha, basi Waislamu watakuwa kiongozi, watamweka amiri juu yao. Walamma hamma aljeshi almuslimina bimughadarat almadina, na ile jeshi la Waislamu walipoazimia kuondoka katika mji wa Madina, jaala nasa yuwaddi'una juhud almuslimina amatan wa khususan al-umara alladhina amarahum sallallahu alaihi wasallam ala jeshi. Sasa ile jeshi lilipoondoka, watu wakaanza kuaga wanajeshi wa Uislamu, kila mtu anaenda kumwaga fulani, na hasa wakawa watu mahsusi wanaenda kuagwa ni wale viongozi wa jeshi ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka. Maanake walijua Waislamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka Zaid, baada ya Zaid aliuliwa atakuwa Jaafar, baada ya Jaafar na Abdullah, baada ya Abdullah aliuliwa. Waislamu wakajua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amejua hao watu wote watauliwa. Sasa Waislamu wakaanza kuaga. Falamma wada'u Abdullah bin Rawaha ja'ala yabki, alipoaga Abdullah bin Rawaha akaanza kulia. Faqala ma yabkika Abdullah bin Rawaha, tujali tunakuuliza Abdullah bin Rawaha, unaenda jihad fi sabilillah, tujali tunakuuliza. Faqala wallahi ma yabkini hubbu dunya, wallahi mimi silisi kwa kupenda dunia, walakini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan min kitabillah yadhkuru fiha ahli an-nar. Nasema mimi nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, inataja ndani yake watu wa moto. Katika sura Maryam
Nasema hiyo aya, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ila anakusudia hakuna mmoja wenu isipokuwa atapita juu yake. Juu ya nini? Juu ya sirat. Fa in kuntum minhum, Allah anasema na mimi nikiamini kwa lazima mimi nitapita juu ya daraja. Na hii daraja ya sirat ni nyembamba zaidi ya nywele, na inakaa zaidi ya wembe, ina makali zaidi ya wembe. Na hii daraja sirat kando yake kuna kalabini, kuna huku ambazo kwamba zinashika mtu na zinamrusha ndani ya moto wa Jahannam. Maana daraja iko juu ya moto wa Jahannam, na watu wote lazima watapita juu ya daraja. Faminhum man yamurru bi tarfati ain, wengine watapita kama polisi macho haraka mno shapita, na wengine watapita kalbarqi kama umeme, na wengine watapita kama farasi pada farasi mbio, na wengine watapita kama kutembea kimbia, na wengine watapita wakitembea, na wengine watapita wakitambaa, na wengine watapita huko wakichukuliwa na zile huko watakuta na moto wa Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala tunaomba. Sasa Abdullah akasema lakini lastu adri kaifa li ba'dahu. Anasema lakini mimi sina uhakika kwamba vita juu ya daraja sirat ikiwa na salama, ikiwa na amani, nitapita vipi mimi? Nitaanguka na moto kama nitaingia janna? Walamma tahadarat jeshi muslimin, qala muslimun, ile jeshi ilipoanza kuondoka Waislamu wakaanza kusema sahibakumullah wa dafa'a ankum wa raddakum ila ahlikum salimina ghanimina. Waislamu wakaanza, jeshi ilipoanza kuondoka Waislamu wakaanza kuomba dua, wale waliokuwa barabara wakasema sahibakumullah, Allah awajalie nini na awakinge na kila balaa, na awarejeshe katika familia zenu mkiwa salama. Falamma sami'a du'aahu bi'ayyihi bila ahli, Abdullah bin Rawaha aliposikia dua yao ambapo inasema na awarejeshe katika ahli familia zenu, hata ansha aqul, akaanza kusema lakini as'alu rahmana maghfiratan wa darbatan dhat far'in taqdifu zabada au ta'natan biyadi harranan mujhizatan biharbatin taqdifu al-ahsha'a wal kabida hatta yuqal idha marru ala jasadi arshada Allah min ghasim qad rashada. Akasema Abdullah bin Rawaha, lakini as'alu rahmana maghfiratan, lakini mimi namuomba Allah mwingi wa huruma anisamehe madhambi yangu, wa darbatan dhati far'in, na pigo kali, taqdifu al-ahsha'a, wa darbatan dhati far'in, na pigo kali, taqdifu zabada, ambao linarusha damu, au ta'natan, au kudungwa, yadi harmanan, kwa mkono wa mtu ambaye kwamba ana kiu ya damu, mujhizatan, kudungwa kwa kwamba maua, biharbatin, kwa kucha mkuki, taqdifu al-ahsha'a wal kabida, ambao kwamba mkuki unaingia ndani ya kamba za tumbo na maini. Hata yuqal, kwa nini nipigwe tuliwe? Hata yuqal, wakasema idha marru ala jasadi, watu wakipita juu ya kaburi langu, arshada Allah min ghazin, Allah amemuongoza huyu kijanaji wa madrasa na hakika amemuongoza. Yani ombe dua kila mtupita ombe dua. Walamma fasala jeshu an Madina, kana Abdullah bin Rawaha yardifu wara'ahu fatan yatiman yaishu fi hijrihi. Abdullah bin Rawaha, ile jeshi kwanza kutoka Madina, Abdullah bin Rawaha nyuma yake kwa kipando chake amepandisha nyuma yake kijana ambaye kwamba ni yatima. Kwa kijana anaishi katika hijrihi, anaishi katika malezi ya Abdullah bin Rawaha, au kijana yuko Zaid bin Arqam.
Fasami'a al-fata yukhatibu nabatahu, yule kijana akamsikia Abdullah bin Rawah yaongea na ngamia wake kumwambia, idha adaytini wa hamaltu rahili masirata arba'in ba'da al-hasa'i fasha'nuki fana'ami wa khalati dam wala arji'u ila ahli wara'i. Akasema, wewe ngamia wangu ujibeba na ukabeba mizigo yangu mwendo wa siku 4 baada ya kunywa uji wangu, ili jambo lako la kawaida utaweza kubeba ukapeleka. Fanaami, naemenda wewe, wakhalati dam, wala hauna lawama. Wala arji'u ila ahli, hapa ndo kusudio, wala arji'u ila ahli, wala mimi sirudi katika familia yangu, warani ambao wakunuma. Watafika alfata yati ndio kijana akasamulia kwa maneno yake. Fakafakahu Ibn Rawah bitabu faqala ma alayhi ya Lukaa ayusema bila shahada. Abdullah bin Rawah alikuwa anafikwa kwani kujele ngamia, akampoka yule kijana kidogo, akamwambia, uko na nini wewe? Mbona walia? Wamjinga unashika gani? Ayusema bila shahada, Allah anipatie shahada kufa katika njia ya Allah. Watarji'u anta ala rahili hadha ila Madina, na wewe urudi na kipando changu Madina. Walamma balagha jeshi muslimina arba Ma'an, ile jeshi la Uislamu ilipofika mji wa Ma'an fi Urdun, katika nchi ya Urdun, arifu anna malika Rum qad nazalu fi mantaqati Balqa ghayra ba'id anhu. Waislamu walipofika hii sehemu ya Urdun walijua kuwa mfalme wa Warum ashajua kule kama kuna jeshi laja na ametoka na jeshi lake, na huyo mfalme amefika sehemu inaitwa Balqa, na hiyo sehemu haiko mbali na wao, yaani washakaribiana. Wamaahu 1000 muqatil min Rum, na yeye yuko na watu 100,000 kutoka wapiganaji wa Warum. Na Warum zama hizo walikuwa watu superpower, wana nguvu, na yeye yuko na watu jeshi la watu 100,000. Wamaahu mithluhu min nasara al-arab min qabail Lahm wa Judham wa Qubaata wa ghayriha, na pia kuna watu wengine 100,000 wa kutoka katika manasara wa makabila za Waarabu. Aqama al-muslimuna fi Ma'an laylayn, Waislamu kwa pale siku 2. Watafiqu yuwazinuna baina adadihim al-qalil wa adadi aduwwihim al-kathir, wakaanza kupima hisabu baina idadi yao ndogo na hao maadui wao wengi. Wao wako 5,000 Waislamu na maadui wa watu 200,000. Qalu, Waislamu wakasema, naktubu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nuwafiquhu ala amrihi ala amri, tuandike barua kuelekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakasema wale Waislamu wakasema kwa shura, wakasema tuandike barua kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na tujulishe hili jambo, thumma namdi ila ma ya'muruna bihi, kisha tupate ile jambo kama atatuamrisha. Faqala Abdullah bin Rawah kusikia akasema, ya qaum inna alladhi tatrukunahu qad adrakumuhu wa nahnu ma nuqatilu an-nasa bi'adadin wa la quwwatin, innama nuqatilu bihadha ad-din alladhi akramana Allah bihi fantaliqu fa hiya ihda al-husnayn, imma an-nasr wa imma ash-shahada. Abdullah bin Rawah akasema, enyi watu, lengo la kwanza unatafuta yaani shahada, kufa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, qad adrakumuhu, limewafikia na kumelipata. Wanahnu ma nuqatilu nas, na sisi hatupigani na watu kwa idadi wala kwa wingi, tukiwa kidogo hatupigani, tukiwa wingi ndio tunapigana, tukiwa na nguvu ndio tunapigana, wala kama hatuna nguvu hatupigani. Si hivyo, innama nuqatilu bihadha din, sisi tunapigana
tunapigania hii dini alladhi akramana Allah bihi, ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukarimu nao. Fadhaliku, nendeni tukapigane nayo ni mambo mazuri mawili. Jambo moja katika mawili mazuri, ima nasr, ima ushindi, wa ima shahada au kufa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fastajaba jeshi ila ma da'ahu ilayhi, ile jeshi wakakubali ile ombi na ile jambo na yale maneno ya Abdullah bin Rawaha, wakakubali. Washara yu'iddu 'uddatan liliqa'i al-'aduu, Abdullah bin Rawaha akaanza kufanya matayarisho ya kupambana na adui. Wafi yaumi thani, na katika siku inayofuatia, nahada al-alafu thalatha liliqa'i 200,000, wakatoka mbio ile jeshi la watu 3,000 kwenda kupambana na jeshi la watu 2,000. Waltaka jamaani inda qaryati Mu'ta, na likapambana majeshi mawili katika mji wa Mu'ta. Ndio vita vikaitwa Maarakatu Mu'ta, katika kitokea katika Jamadil Awwal mwaka wa 8 Hijria. Kana yataqaddamu jeshi al-muslimin Zaid bin Harith wa huwa hamilu liwai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anatangulia jeshi na alikuwa mbele katika jeshi la Waislamu. Zaid bin Harith na yeye amebeba bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fama zala yuqatilu hatta qutila, akapigana mpaka akauliwa. Muqbilan ghayra mudbirin, akiwa anaenda mbele wala harudi nyuma. Warimahu Rum tanhadu min sadrihi, na mikuki ya Warum yameingia ndani ya kifua chake na anakunywa damu katika kifua chake. Fatanawala raya Jaafar bin Abi Talib, Jaafar bin Abi Talib akachukua ile bendera. Abu Ali radhiallahu anhu, huyu Jaafar bin Abi Talib yake Ali radhiallahu anhu yao. Wasinnuhu fi shajaati wal ba's, na mfano wake katika ushujaa na namna ya kupeleka vita. Wakhadha al-ma'arik, na akampeleka vile vita kama lam yakudha ahad ghayru, kama vile ambavyo kwamba hakuna mtu aliyepeleka hivyo vita kama yeye. Ameliendesha ile jeshi vizuri sana. Falamma hamia Quds Rum washtadda watu Rumi ala al-muslimin, na mashambulizi ya Rum na vita vikawa vikali juu ya Waislamu wanapigwa. Watabaa farasi, akashuka juu ya mchani farasi wake. Waara mawaimaha saifi, na akakata miguu ya farasi wake, akavunja kwa kupitia upanga wake. Kwa sababu gani? Asiwe na nia ya kupanda farasi wake na kutoroka vita. Wa aghla fi sufufi Rum wa huwaishi, na akaingia katikati za safu za Rum na huwa akisema, ya habada jannata wa qirabuha tayyibatan wa baridan sharabuha wa Rum qaddana adabuha kafiratun ba'idatun asabuha alayya idamituha wa rabuha. Akasema, ya habada jannata wa qirabuha, uzuri ulioje wa janna na ukaribu wake. Tayyibatan, nzuri. Wa barida sharabuha, na vinywaji vyake ni baridi vizuri. Wa Rum qaddana adabuha, na hao Rum imekaribia adhabu yao. Kafiratun, makafiri. Baidatun asabuha, ziko mbali na saba zao katika Uislamu. Alayya idlamituha wa rabuha, ni juu yangu nikipambana na wao ni wauwe. Thumma indafaa yajul bisayfihi yamina wa yasara, kisha akaanza kupigana na akizunguka upande wa kulia na upande wa kushoto, akipigana hata kutia yaminu, mpaka mkono wake wa kulia ukakata. Fatanawala raya bishimali, akabeba ile bendera kwa mkono wake wa kushoto. Umama alipatu, na bado akaendelea kupigana yamina wa yasara, upande wa kulia upande wa kushoto kupigana. Mukbila ghaira mudbirin, akienda mbele wala harudi nyuma.
hata kuta shimalu, kuna watu wa kushoto nao pia ukakatwa. Faahadha rayata bisadrihi wa amudaini, ile bendera akaizuia na kifua chake na visuku vyake kwa mkono, akaizuia bendera. Thumma mazala yajuru hata kutila, na bado akaendelea kupata watu na kujana hata kutila, mpaka akauliwa. Inda dhalik taqaddama Abdullah bin Rawaha wa tanawala rayata baada an raa masirata sahibihi an kashabi. Baada hapo akachukua bendera Abdullah bin Rawaha baada ya kuona mauaji ya wenzake wawili kwa muda mchache sana, wameuliwa kwa muda mchache sana. Fajaala yuqatilu nafsahu qailan, akaanza kuiambia nafsi yake akisema, ya nafsu illa tuktali tamuti hada inahu lmauti qad saliti wama tamannaiti qad utiti in faalti fi'lahu ma huditi. Ewe nafsi yangu, kama hujauliwa wewe utakufa. Hadha inahu lmauti qad saliti, uga uwanja wa mauti ukafikia. Wama tamannaiti qad utiti, na ile ambalo kwamba unalitamani umelipata, umepewa. Tafali fi'lahuma, ukifanya vitendo ambavyo kwamba wamefanya hao wenzako wawili, utamkoka. Thumma nadhara ala salafai shahidain wa huma mukarrajani bitima, akaangalia wenzake wawili waliopita ambao kwamba wameuliwa, Zaid bin Harith na Jaafar bin Abi Talib, na wao wamejaa na madamu, au wenzake wamejaa madamu katika mwili wao. Fahabat nafsuhu, nafsi yake ikaanza kuogopa. Watarada babu karibu, na ikaanza kusitasita nafsi yake. Fahabba ya ghaaya, akaipatia nguvu nafsi yake kwa kusema, aqsamtu ya nafsu la tanzilanna au la tukrahanna mali arani takrahina aljanna hal anti illa nutfatun fi janna. Akasema, ya aqsamtu ya nafsu la tanzilanna, kabla nafsi yake na hapo utashuka juu ya kipando, kama ipate kipando. Akasema, akaapa akasema, na hapo ndio nafsi yako utashuka juu ya kipando. La tanzilanna au la tukrahanna, utashuka ukiwa umeridhia au umekinika. Mali araki takrahina janna, kwa nini mimi nakuona wewe nafsi yangu upendi janna? Hal anti illa nutfatun fi janna, wewe si kitu isipokuwa ni tone la maji. Thumma hamala ghaya, akabeba bendera. Wanazala fi sahati al-waqt, na akashuka katika uwanja wa vita. Wama jaa ibn ammi lahu bi'azmi shay'un min al-lahm, mtoto wa ami yake, yaani kazini yake, alikuja na mfupa ambao kwamba ndani yake kuna nyama. Faqala la, ami yake, mtoto wa ami yake akamwambia, shudda biha sulba, ipatie nguvu kwa kupitia hichi kipande. Fa innaka lam tat'am mundu thalatha, wana hakika wewe hujakula kutoka siku 3 hujakula. Fa akhadha al-'azma min yadihi wa nahasahu minha nasan bidharabati asnani, akachukua ile fupa na akaiosha na akaitia mdomoni, akaila kwa kupitia meno yake ya mbele, akaanza kutafuna nyama. Ghaira annahu ma lam yalbath an raa masari al-muslimina amamahu, alipoanza kula akaona Waislamu wakipigwa mbele yake na wanauliwa. Faqala, akasema, bisa rajulu anta Abdullah bin Rawaha, mbaya sana ya Abdullah bin Rawaha, yamaa kullu hadha wa anta taakul, yanatokea haya yote na wewe unakula. Thumma alqa al-'azma min yadihi, kisha akatupa kile kifupa. Wajarrada sayfahu, na akatoa upanga wake katika ile ala.
na akaanza kupigana, wa alqa fi sufufi al-qawm mukbilan ghayra mudbir, na akaingia katikati za safu za Warum, na huko akienda mbele wala harudi nyuma, la yarudi ala shay, haangalii wala hasiki kile kitu chochote. Yeye kupigana alipigana mpaka kidole chake kikakatwa kidogo, hakikutoka kile kidole. Akachukua mkono wake akatia chini ya mguu wake, akakanyaga na akafuta mkono wake na kutoa kile kidole. Kwa hiyo tunasumbua hawezi kupigana vizuri, akakanyaga na akatoa. Baada hapo akapigana na yeye, thumma innahu la zala yuqatil hatta hawa shahida, na yeye pia akapigana mpaka akaanguka akiwa amekufa shahid. Rahimallahu Abdullah bin Rawah wa sadaqa Rasulul Karim alayhi afdalu salatu wassalam, fa innahu yuhibbu majalis allati tabahat al-islam. Allah subhanahu wa ta'ala abrehemu Abdullah bin Rawah, kwa hakika yeye alikuwa akipenda vikao kwamba malaika wanatumia na vita kumalizika. Baada sahaba mmoja akamwona yule kuonyesha mauliwa, akaenda akachukua bendera na akatafuta mtu gani ampatie bendera au kiongozi, akaenda kwa Khalid bin Walid. Alipofika akampatia, Khalid akakataa, khudha anta, akamwambia chukua wewe. Waislamu wote wakamzunguka Khalid na Walid, kama wewe ndio unafaa kuonyesha. Khalid sasa alipoona Waislamu wote wanafuata yeye, kabidi achukue. Fakala al-ma'araka maharati al-harbia, akaviongoza vile jeshi kwa mahara wake kwa kupigana, na akapigana mpaka isemekana pia katika vita kasara 9 suyuf, amefuta mpaka 9 kwa mkono wake, na akapigana Khalid bin Walid mpaka alibadilisha taratibu za wanajeshi, na mpaka akaenda akaliokoa ile jeshi katika makafiri, na akaliokoa ile jeshi kutokana na wale Warum. Na Waislamu waliuliwa katika hivi vita 15 au 13, na Warum kutila fiha adadun lam yuhsa, yani waliuliwa wale Warum idadi ambayo kwamba haina hesabu, waliuliwa wingi sana. Tasawwa, vuta picha, watu 3000 kwa watu 200. Kwa sababu gani waliweza kushinda vita na kuokoka? Kwa sababu walikuwa wanategemea Allah subhanahu wa ta'ala. Na mpaka hapa tunamaliza darasa letu. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran, jazakumullahu khairan.